kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimun wala tudhlamun. Hapa narudia tena kusema tena, jamani, Qur'ani imeteremka kwa lugha fasaha ya Kiarabu. Usipojua lugha sahihi ya Kiarabu na kanuni sahihi zilizofasiria Qur'ani, utaleta matatizo katika jamii. Tafsiri ndio zitatoka kama hizo. Twende vizuri sasa hapa. Sikilizeni vizuri hapa, nataka pia muwe makini katika kunielewa. Yani bado nitaendelea kuwaona ni vitu vya ajabu katika swala kama hili. Allah tabaraka wa taala ananadi, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini. Hii ni takhsis, wanaambiwa watu ambao walioamini Allah tabaraka wa taala. Mungu anasema ittaqullah, mcheni Allah tabaraka wa taala. Hapa kuna swali kwanza la kujiuliza kabla sijakuja katika kufafanua. Watu washaamini, alafu Mungu anasema mcheni Allah. Ya kwanza ni waaminio, alafu Mungu anasema mcheni Allah. Kuna swali la msingi sana hapa. Ndio maana nikasema Qur'ani ni ngumu jamani. Msifikirie kwamba ni hivyo tu, mtakwenda lazima uwe na fani 14 ndio unaweza kufasiri Qur'ani. Nje ya fani hizo 14 wewe Qur'ani kwako ni shida. Sasa Mwenyezi Mungu anasema wadharu ma baqiya min riba, na muache yale mabaki ya riba, in kuntum mu'minin, iwapo kama nyinyi ni waaminio, mmemamini Allah tabaraka wa taala, acheni haya mambo. Maana yake Mwenyezi Mungu anatupa tahadhari, atakayeendelea kufanya mambo haya atakuwa na mashaka. Sikiliza mashaka yanakujaje. Fa in lam taf'alu, kama hamtaacha hiyo riba, Mwenyezi Mungu anasema fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi, basi Mwenyezi Mungu anasema tangazeni nyinyi vita kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na kwa mtume wake Muhammadin. Umeelewa vizuri ya maneno? Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala anasema fa'dhanu